Habari, leo tutaanza chapter mpya. Tumemaliza chapter 2, tunaingia chapter 3, na hii chapter hii inaitwa units. Kwa kwanza kabisa tuangalia ni nini maana ya units. A unit by definition is a quantity used as a standard of measurements. Hii maana yake ni kwamba unit kwanza kwa Kiswahili ni kipimo. Kwa hiyo ile idadi ambayo mnakuwa nyinyi mnaitumia kwenye jamii yenu kama standard ya vipimo vyenu. Kupima labda tuna mfano kwenye uzito. Tukienda madukani tunataka tupime kilo. Ukinunua sukari unanunua sukari kwa kilo. Kwa kilo ile ni unit tayari. Ile ni idadi ambayo nimeikubali kwa ndo mtakuwa mnaitumia kwenye kupima. Kwa ndo maana ya unit. Na unit ziko za aina nyingi. Kuna units za kupima uzito, tutasoma hizo units of mass, kuna units za urefu, kuna units za kupima muda, time, sawa, zote hizi tutazipitia. Kwa kwanza kabisa tuanze na units za length, za urefu. Nimeweka hii table hapa ambayo itakuwa inaelezea units zote za urefu zinazotumika kihesabu. Units ambazo zimekubalika kutumika ndio hizi hapa. Nimeweka upande huu unit na huku alama tunaotumia kuionyesha hiyo unit. Kwa tuna units za kilomita, na hizi unit nimezipanga kwa according to ukubwa wake. Kwa hiyo kwanza kabisa kwa ukubwa ni kilomita, inafuatiwa hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter na millimeter. Sasa standard ambayo tunatumia ambayo iko accepted, basic unit ya length kabisa ni meter. Nimeiweka hapo. Basic unit ya length ni meter. Sasa nataka nikuelezee kwa nini unaweza kuona shangaa mbona units ziko nyingi. Kwa nini kwenye urefu tuna kilomita, tuna hectometer, tuna decameter, meter, decimeter, centimeter na millimeter. Hizi zina umuhimu wake. Kwa kukuelezea kirahisi labda tu nikupe mfano. Sisi tumezoea kama utakuwa ni mtu ambaye unapima au umekaa na mafundi wanapenda sana kutumia feet au futi kwa Kiswahili kwenye urefu. Sasa historia ya hii futi kama kipimo, kwa sababu futi imetumika sasa hivi inatumika nchini Marekani tu, lakini zama hizo miaka ya nyuma ilikuwa inatumika hii nchini, ishatumika Ugiriki, ishatumika China, kwa Waroma huko Warumi walikuwa wanatumia futi. Na foot maana yake neno la Kiingereza tu ile ambayo maana yake ni mguu. Kwa hiyo inamaanisha ilikuwa ukienda kununua kitu, mfano unaenda kununua kamba. Ukienda unataka kamba, sasa yule muuzaji anajua unataka kamba ya urefu gani. Kwa akawa ameamua kutumia miguu. Kwa nipe futi 5. Kwa labda ni miguu 5. Nitapima pale miguu yangu 5 ndio urefu nitakuwa nachukua. Kwa hivyo ndio unit. Unit tunakuwa unachukua tu ile measurement ambayo unaona unaiaccept kama standard kutumika. Na sasa hapa kuna mita, kuna kilomita, kuna sentimita, zote hizi. Unaweza kukuta mita au milimita. Nianze. Milimita ni ndogo sana. Ni unit ambayo urefu wake ni mdogo sana ukilinganisha na kilomita. Kwa hiyo kuna sehemu nyingine tukichukulia mfano huo wa futi. Mfano sasa unataka kutengeneza au unataka kumwambia mtu umbali kutoka Dar es Salaam mpaka Kilimanjaro. Kilimanjaro au Arusha fanya. Ambako tunajua kwa urefu wa safari kama hivyo tunatumia kilomita. Hasa kilomita zaidi ya 600 uziandike kwa milimita. Yaani ukizimeasure kwa milimita au kwa futi tungesema miguu yako hesabu miguu mingapi kutoka hapa mpaka Kilimanjaro, ingekuwa ni namba kubwa sana. Unaweza kukuta ingekuwa hata ni 600,000 huko saa. Hasa mtu ukimwambia 600,000 inakuwa kama unamshtua, unamogopesha. Kwa hiyo anasema kuna vipimo vingine vya urefu mkubwa zaidi vinatumika kwenye kupima vitu vingine. Na ndio maana tuna aina nyingi, tuna kilomita, tuna hectometer. Ukinunua msumari utapimiwa kwa inchi ambao ni ndogo kuliko kilomita. Huwezi ukapima msumari kwa kilomita kwa sababu kilomita moja inaweza ikaingia misumari hata 1000. Sawa. Kwa hiyo ndio maana ya units, na hizi ndio units of length. Sasa tuangalie
hizi tumesema zina vipimo tofauti. Nikichukua kilomita ni kubwa kuliko hektomita, ni kubwa kuliko dekamita, lakini ni kubwa kwa kiasi gani? Hicho ndo kitakuwa kitu cha tunachozingatia sasa hivi na tunachokisoma sasa hivi. Tunajua sentimita ni kubwa kwa milimita, lakini ni kubwa kiasi gani? Kwa hiyo na hapo ndo watu wanatumia kuconvert hizi units. Unakuta mtu wewe umezoea mita, lakini unaenda dukani mtu anakuja, yeye ndo muuza duka, wewe unapimaga kwa mita, lakini anakuja yeye anajua sentimita tu. Anakuambia mimi nataka kamba yangu bwana ya sentimita 50. Kwa hiyo inabidi ujue sentimita 50 kwa mita, kama vipimo vyako viko kwa mita ni ngapi. Utaja sentimita 50 kwa mita ni mita 0.5, sawa? Kwa hiyo hizi inabidi ujue jinsi ya kuconvert kati ya hizi, ujue moja ni kubwa kuliko mwenzake kwa kiasi gani. Na sasa hivi nitakuchorea jedwali ambalo watu wengi sana ikiwemo mimi mwenyewe nalitumia kurahisisha conversion zangu. Kuna jedwali na kuna kamchezo ambako tulikuwa tunaimba enzi hizo tangu na sisi tuko form 1, ambacho ukaweza kwa basi unakuwa unajua kila kimoja anaingia mara ngapi kwa mwenzake. Kajedwali chenyewe ndo haka cha kuconvert unit zetu sasa, na nitakuelekeza kiurahisi maana ya chote hicho. Hizi units huku juu zote zimewekwa kulingana na ukubwa wake. Kuanzia na kilomita ambayo ni kubwa kabisa, ikifuatiwa na hii hektomita ambayo ni inayoifuatia kwa ukubwa, alafu kuna dekamita, mita, desimita, sentimita na ndogo kabisa ni milimita. Sawa. Kwa hiyo unachukua unafanya unaweka 1 katika kila sehemu, alafu kwingine kote kuna kobaki unaweka 0. Sasa ukitaka kujua mita, mfano kilomita 1 ni sawa sana mita ngapi, unachokuja kufanya unaanza tu kwenye kilomita pale, unasoma ile 1 0 0 0 mpaka kwenye mita. Unajua kilomita 1 ni sawa sana mita 1000. Sawa. Tukiulizwa labda mita 1 ni sentimita ngapi, unakuja kwenye mita. Kwenye mita 1 ni sentimita, unaenda 1 0 0. Sawa. Kwa unajua kabisa mita 1 ni sentimita 100. Nikwambia dekamita, 1 dekamita ni sawa na how many millimeters. Utakuja kwenye dekamita 1, utaenda 0 0 0 0 mpaka kwenye milimita. Kwa utajua kabisa 1 dekamita sawa na 10,000, yani 10,000 millimeters. Ndio. Siko 1 2 3 4, 1 2 3 4. Bas conversion yetu ni ukifanya hivi inakuwa ni rahisi kabisa, na tulivyokuwa tunafanya sisi, cha muhimu kabisa kukumbuka hapa, kwa sababu hizi moja hizi zote rahisi sana kuziandika, lakini kikubwa ambacho unaweza kusahau ni mpangilio wa hizi. Huu ndo wa kumemorize, wa kukariri mpangilio hizi unit according to ukubwa zake. Na ndio nikasema kila mtu ana ujanja wake na njia yake ya kufanya kukumbuka vitu. Nakumbuka si miongoni mwetu tulikuwa tumeipa hii sentence. Hizi shortcuts zote tumezipa sentence ambayo inakufanya unakumbuka. Na tulikuwa tunasema kama hapa tunasema kilomita ni kofia. Kwa hiyo tulikuwa tunasema kofia huuzwa dukani mwa Daudi senti 100. Kwa unajua nikishapewa tu maswali haya ya kwanza convert, sijui hichi ni sawa sana ukubwa gani, naanza kuandika tu ile kofia huuzwa dukani mwa Daudi senti 100. Kuja hapa ni kilomita, ni hektomita, ni dekamita, mita, desimita, sentimita, milimita. Nikiwa nimeulizwa mfano hektomita 1 ni desimita ngapi, najua tu nitaanzia moja yangu itaanzia hapa, nitakuwa na 0 0 0. Kwa ni 1 hectometer ni sawa sana 1000 decameter. Kama hapo hiyo ni vizuri, rudi tena huku. Hectometer 1 ni 1 0 0 0 mpaka kwenye decameter. Bas hivyo ndio ilivyokuwa tunafanya. Na ukishajua hivyo ni rahisi kabisa, anaita kusumbua tena. Tuangalie mfano sasa. Mfano huo tunaambiwa to convert 2056 meter into kilometer. Sasa hapa solution yetu ndio kama nilivyoelekeza. Utaanza kuangalia kwanza
kilomita moja sawa sana na mita ngapi. Sawa. Kwa hiyo kama utakuwa ukumbuki, kama unakumbuka ni itakuwa rahisi zaidi. Kama ukumbuki, tunaanza vile vile kuandika kofia huuzwa dukani mwa Daudi senti 100. Sawa. Kwa from hapa tayari nitakuwa najua kilomita moja sawa na mita ngapi. Natoka moja mpaka naenda mpaka kwenye mita, si ndio? Ni mita 1000. Kwa hiyo nikishajua kilomita moja sawa na mita 1000, si ndio? Nimeulizwa mita 2056 2056 zitakuwa sawa na kilomita ngapi? Basi hapa nitafanya tu cross multiplication yangu vizuri. Kwa itakuwa huyu ni sawa na, nitachukua zile mita nitagawa kwa 1000. Tukigawa kwa 1000 tushasoma decimals. Hii ni rahisi kuifanya kwa sababu decimals ni fractions of tenth. Tulisema ukiwa na 10 ziko 3, tutarudi tu hatua 3, si ndio? Kwa point yetu itakuwa ni hapo. Kwa hiyo itakuwa sawa na 2.056 kilomita, sio mita, ni kilomita. Shamaliza swali lako hapo. Au unaweza ukaigawa hii kwa njia unaojua wewe, ambao ni rahisi kwako. Hii inaweza ikawa nimefanya kwa shortcut sana. Kwa utagawa tu kwa kadri ya urahisi unavyoona utapata ile jibu. Mfano mwingine huu hapo, tunaomba tu convert 9.17 kilometers into decameter. Kwa tutafanya solution yetu vile vile. Tunaanza kilomita kama tujui. Kama tunajua anza moja kwa moja tu. Kama umeweza kumeza, andika tu kilomita moja ni dekamita ngapi. Kwa tutafanya huuzwa dukani. Kwa sababu tumeulizwa dekamita, hata nikiishi hapa sina haja ya kuendelea na zile nyingine mita, decimeter, kwa sababu nimeulizwa into decameter. Tukao najua hapa nikiweka 100 ndio itakuwa conversion nani yangu. Rate kwa 1 kilometer ni sawa na 100. Ni 100 so 1000. 100 decameter, si ndio? Sasa nimeulizwa na kilomita 9.17. 9.17 sitakuja kwanza sana nini. Nitakachofanya hapo nitazidisha, si ndio? Nikifanya cross multiplication 9.17 kilomita itakuja kuwa ni 9.17 ukizidisha kwa 100 decameter. Kwa hiyo itakuja kuwa ni ukizidisha kwa 100 decimal point itamatwa 2, si ndio? Itakuja hapo. Kwa hiyo itakuja kuwa ni 917 decameter. Bas, swali lako umemaliza. Na hivyo ndio tunavyofanya conversion sasa ya hizi unit. Kwa hiyo ukiulizwa tena siku nyingine sentimita 50 labda ni mita 0.5, ni nusu ya mita. Sawa. Ukiulizwa nini tena? Sentimita moja ni milimita ngapi? Milimita 10. Unaangalia tu jadala lako la sawa. Haya, tutaendelea video ijayo, tutaangalia operations sasa za hizi unit, jinsi ya kujumlisha, kutoa, kuzigawa na kuzidisha.